Welcome to my channel. This is Miss D. Kindly subscribe, watch, share, like, comment. Yes, starting today's show, I am giving a story of my life, a story of hell, the life that I have gone through when I was 4 years old. My story starts with the death of my mom. Manze ilinihit vibaya sana. So vile mama repass as a girl, my brother is young. We had to accept it, yes. So my mom tukamzika, and coming back to town, my dad was very drunk, and ikabidi twende kwa my shosho side ya mamangu, and life ikaanza hapo. Babangu amebakia town, ni mlevi yule vibaya, hata hatukumbuki, hatujui. Sisi tulikuwa tunasikia tu babangu. Tukaenda kwa shosho. Sasa mamangu alikuwa amezaliwa kwao peke yake, and hatuna uncle, hatuna auntie, and so shosho alikuwa anapika chang'aa and muratina. So hiyo ndio ilikuwa inafanya sisi to survive, ndio ilikuwa inafanya to grow. Tunauza pombe, tunakula muratina and bread. If I can tell you my experience, it's a bad one. Can you imagine yourself right now, Sasa hivi mnakula nyama choma tena kaugali na kachumbari pale. Sisi tuko na brother yangu tunakula muratina na tunakunywa muratina and tunakula ugali. It was hard for us. We take ugali and muratina. Life was, I don't know what to express. Nikirelate na vile watu siku hizi wanakula, vile watu wanakunywa siku hizi, I feel bad. I feel like I can cry at all times. But I thank God. So ikakuwa inafika time tunauza pombe, tunapika pombe, endea vitu za kupika pombe, and tuka-adapt how walevi wanakaa, pia sisi tunakaa. Tuna hunt birds, tunaanza tunachomea hapo nje. Akikunywa muratina, sisi tunakunywa muratina, and we used to adapt that life. And time inafika mpaka polisi hata wakikuja, tunawapea tu siku mbili, polisi anaenda juu askari aizi nishika. Funguo zikitafutwa, sisi ndio tuko na funguo za nyumba za kwenye pombe inawekwa, and life ikakuwa hivyo manzi. Sijui umepitia life gani. Ikafika pia wakati ikakuwa ni tunapeleka pombe huko nje kuuza. It's like, unaona vile catering iko siku hizi, hivyo ndivyo tulikuwa tunapeleka pombe huko nje. Tunaenda tunauza, tunapeleka watu wazee kwa nyumba, because a place tulikuwa tunakaa ni mlima, so msee angeteremka lakini kupande na kwa noma. So tunapeleka pombe mpaka kwa nyumba. So at that point unapata umelepiwa. I was very raped at a very young age, at 5 to 6 years. That is when I was raped. I'm speaking about rape that uko Embu bado mpaka saa hii watu pia wanapika hizo muratin, and children are being done the same thing, other marriages, other things. And let us try to stop these people. I'm trying to motivate someone out there that you have to be strong. Being raped, you have to talk, come out, talk. I think I will pin my number there in case you see this video na unataka usaidizi, utanipata haraka. Pia kwa WhatsApp utanipata, if hauna credit utanipata. But let us challenge people out there. People are being assaulted. Life in assault mtu. Rape pia in assault pia. Let us try talk out, come out here and talk. Yeah? I hope you get me, people. Come here, talk. That's all for today. Let's meet in another show. Bye.